Merry Christmas. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa sababu ya kusalimika, ingawaje ninajua hili swala la Krismasi liko na vikundi viwili ambavyo wengine wanasema hawawezi wakasherehekea na wengine wanasherehekea. Kwa hivyo, kwa sababu ya hivyo vikundi viwili, ni vyema tujiulize, wewe uko kwenye kundi gani? La kusherehekea Krismasi ama la kutosherehekea Krismasi? Kwa hivyo kwa kifupi tu, kwa sababu mimi huwa nakwambia mara nyingi ya kwamba video yote nimeweka hapa kandogo, ukitaka kuiona ama kusikia ikiwa kwa upana na ufafanuzi mkubwa, wewe enda kwa YouTube, search ama tafuta Apostle M.M. Moses. Utanipata mahali pale nikiwa nimeelezea kwa upana ujumbe mwingi ambao nakuaga nimelete kwa TikTok kakiwa kandogo. Na kwa hivyo kwenye swala hili la kusherehekea ama kutosherehekea Krismasi, ningelipenda niliguzie kwa haraka, ingawaje ukitaka kwa upana enda YouTube, utapata ujumbe huo pamoja na jumbe zingine nyingi. Na kwa hivyo kwa nini wengine wanasherehekea na wengine hawasherehekei? Kile kitu mimi ningetaka kusema ni kwamba kalenda mzima, tangu Agano la Kale mpaka kwa Agano Jipya, yote inamhusu Yesu Kristo. Ndio manake tunasema mara nyingi, kama ni wakati wa Nuhu, tunasema safina ilijengwa miaka 1000 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tukija kwa Agano Jipya, tunasema baada ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Kwa hivyo kalenda mzima inamhusu Yesu Kristo. Kwa hivyo tarehe 25 inamhusu Yesu Kristo na tarehe 1 kuruka mwaka. Kwa hivyo wale wanasema ya kwamba hawawezi sherehekea Krismasi bali wanasherehekea kuruka mwaka, bado tunaenda New Year baada ama tukiruka mwaka mwingine tangu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo hauhepi kamwe kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa nini wengine waseme hawatasherehekea 25, watasherehekea tarehe 1? Ni kwa kutoelewa ya kwamba kalenda yote mzima inamhusu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa nini tarehe 25? Ni kwa sababu kuzaliwa kwake Yesu Kristo hapa ulimwenguni, Yesu Kristo alizaliwa kwenye ukoo na mila ya Kiyahudi. Na kwa hivyo katika ukoo na mila ya Kiyahudi, mtoto yoyote kijana akizaliwa tangu wakati wa Abrahamu hakuwa anapewa jina mpaka afikishe siku 8. Kwa hivyo amalize siku 7 na siku ya 8 anapewa jina na anatahirishwa na anapelekwa kwenye madhabahu, anaanza kuhesabika kuwa mtu. Kwa hivyo mtoto yoyote Myahudi akizaliwa hakuwa anahesabiwa, mtoto yote kijana hakuwa anahesabiwa kama anaishi mpaka afikishe siku 7 na siku ya 8 atahirishwe na apewe jina, aanze kuhesabiwa kutoka hapo. Sasa ana exist, sasa anaendelea, sasa ni mtu mwanaume. Na kwa hivyo kwa mfano, kwa sababu nimekuambia tangu wakati wa Abrahamu mpaka wakati wa Torati ya Musa na mpaka kuja kuzaliwa kwake Yesu Kristo, akitanguliwa hapa kwa hapa na Yohana Mbatizaji. Kwa mfano, kwa sababu ya muda na wakati, tutazame Yohana Mbatizaji katika kitabu cha Luka, katika kitabu cha Luka 1 mstari wake wa 59, katika kuzaliwa kwake Yohana Mbatizaji, ili tujue vijana wote wa Kiyahudi hawakuwa wanapewa jina na hawakuwa wanaitwa kama wanaishi mpaka siku ya 8 ifike. Kwa mfano, mstari wake wa 59, Biblia inasema ikiwa siku ya 8
wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babaye Zakaria, maana mamaye akajibu akasema, la sivyo, bali ataitwa Yohana. Kwa hivyo huyu mtoto Yohana Mbatizaji kwa muda wa siku 7 kabla hatahirishwe hakuwa anaitwa jina lake Yohana, na kwa hivyo wote walikuwa wamenyamaza mpaka siku ya 8, na baada ya siku ya 8 akaja mtu wa kumtahirisha na akataka kumuita Yohana, manake hawakuwa wanajua jina lake kumuita, lakini akaitwa jina Yohana kulingana na mamaye, na siku za Yohana Mbatizaji zikaanza kuhesabiwa. Kwa hivyo tunakuja pia kwa Yesu Kristo pia naye kwenye kitabu cha Luka 2 mstari wa 21, Biblia inasema hata ilipotimia siku 8 za kumtahiri aliitwa jina lake Yesu. Kwa hivyo hakuwa ameitwa jina kabla hajatahiriwa. Kwa hivyo hakuwa anahesabiwa kama anaishi mpaka siku yake ya 8, na kwa hivyo Biblia inasema kama ilivyokuwa, kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Kisha zilipotimia siku za kutakaswa kwao, kama ilivyo torati ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana. Kwa hivyo walikuwa nafuata kanuni na desturi za Kiyahudi na torati za Musa, na kwa hivyo walipofika siku yake ya 8 akaitwa Yesu Kristo na akahesabiwa sasa kuwa ameanza kuishi kama mtoto kijana Myahudi. Na kwa hivyo ukitaka kujua hasa alizaliwa siku gani, kwa sababu siku yake ya 8 ndiyo aliitwa Yesu na akatahirishwa. Kwa hivyo tarehe 1 mwezi wa kwanza ni hiyo siku Yesu alitahirishwa. Kwa hivyo wale wanasherehekea tarehe 1 wanasherehekea siku Yesu Kristo alitahirishwa na akapelekwa hekaluni, ndiyo tarehe 1 mwezi wa kwanza. Kwa hivyo siku ya kuruka mwaka ilikuwa ni siku yake ile Yesu Kristo alitahirishwa. Na kwa hivyo ili tutake kujua hasa alikuwa amezaliwa siku gani, manake tarehe 1 ni siku ya kutahirishwa, tutarudi nyuma siku 7. Kwa hivyo ukirudi nyuma siku 7 utarudi tarehe 31, tarehe 30, tarehe 29, tarehe 28, tarehe 27, tarehe 26 na tarehe 25. Kwa hivyo kusaliwa hasa alikuwa amezaliwa tarehe 25, lakini kutahirishwa alitahirishwa tarehe 1, ndiyo siku ya kuruka mwaka, na ndiyo siku alianza kuhesabiwa kama anaishi kama mtoto Myahudi kawaida yao. Kwa hivyo wale wanasherehekea tarehe 1 wanasherehekea siku Yesu alitahirishwa na akaanza kuhesabika anaishi hapa duniani, lakini siku yake ya kuzaliwa ni urudi nyuma siku 7, kwa sababu hakuhesabiwa hizo siku 7 kama kawaida ya mtoto yoyote Myahudi. Kwa hivyo kutoka tarehe 1 kuja siku 7 nyuma, tunakuja tarehe 25 mwezi wa Disemba ama mwezi wa 10.